ikifika saa ya kuondoka, utaondoka na huu mwili. Ameandika wazi, nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa mbinguni, kwa haziwezi kwenda. Lakini pia huwezi kwenda bila mwili, kwa lazima upewe mwili mwingine. Na ukipewa mwili mwingine, ujue nguo ulizo nazo hazitakiwi. Biblia inasema jambo litatokea ghafla, dakika moja. Ghafla tutabadilishwa. Unajua kubadilishwa maana yake nini? Ghafla, hatujui itakuwa ni saa ngapi. Ghafla mwili wako umebadilika, ghafla umevalishwa mwingine, ghafla umevaa vazi la wokovu, umevaa Kristo, unaondoka na vazi jeupe, halina doa, halina kunyanzi, unanyakuliwa kwenda juu. Jaribu kufikiri tu peke yako. Jaribu kufikiri tu peke yako. Kitakuwaje? Biblia inasema wawili watakuwa mahali pamoja, mmoja atatwaliwa, mwingine anaachwa. Tofauti yao nini? Anayetwaliwa na anayebaki. Wokovu na tumaini ya wokovu saa wananyakuliwa. Wamekaaje? Watakuwa wanaendelea na shughuli zake kama kawaida, mmoja anatwaliwa, mwingine anabaki. Fikiria uko hospitali. Imefika saa ya kunyakuliwa na daktari na nesi wote wameokoka. Alafu wamepasua tumbo lako. Wako tayari kwa ajili ya kukufanyia operation. Ndio wanabana hapa, damu isitoke hapa, wanabana hapa. Alafu ghafla, for the Lord himself shall descend with a sound. Watasikia sauti ya kwanza. Tumesikia sawa sawa. Watasikia sauti ya pili ya malaika mkuu. Sasa tumesikia sawa sawa. Watasikia parapanda. Biblia inasema watainua vichwa vyao juu, watasahau cha operation. Kufumba na kufumbua watabadilika. Kufumba na kufumbua hawapo. Pona yako wewe unayefanywa operation, wewe umeokoka na utaenda nao. Lakini kama hujaokoka, jasho itakutoka. Wale waliobaki kule kwenye wodi, manesi na wauguzi wanasema mbona hiyo operation imetumia muda mrefu sana. Wanakuja kutizama pale, wanakuta uko kitandani, uko peke yako unahangaika, na wanakuuliza madaktari wako wapi? Anasema mimi sijui, walikuwa hapa. Alafu watakachokuwa nashtuka ni kukuta zile nguo za madaktari zote ziko kwenye kile chumba, hawajaondoka nazo. Mimi sijui kama unaelewa maana yake nini. Unapopanda basi, alafu unasafiri namna hiyo, limekanyagia spidi 100, alafu driver ameokoka, akasikia sauti ya Bwana uko juu, akasikia na malaika anamwambia leo hujasikia ile ya kwanza, naita ya pili. Alafu akasikia ya tatu, akaza saa ya kwenda mbinguni imefika. Nyinyi mtajijua huku mapassenger, mtajijua wewe mwenyewe. Kufumba na kufumbua atabadilishwa. Kufumba na kufumbua hayupo kwenye kiti, gari inaanguka. Ukiona trafiki amekuja, ujue amebaki. Maana wako matrafiki waliookoka wataenda mbinguni na wao. Lakini kama amebaki, atakuja kupima ile ajali. Kitu cha kwanza anasema nitafutieni driver. Watakuwa wanasema tunaona nguo zake, tunasema lazima ametoroka ili tusimkamate. Lazima ametoroka, ndio maana ameacha nguo. Unapopata lifti kwenye gari binafsi na mwenzako ameokoka, kaa vizuri. Maana kama ndio driver, kaweka na nyimbo zake pale. Shangilia, piga kala. Alafu ghafla sauti ya Bwana inasikika. Si kila mtu ambaye atakuwa anasikia hiyo sauti, ila yule ambaye anatumaini la wokovu kama chepeo, itakuwa inampa kusikia. Yuko sensitive, ameweka ndani yake mkao wa kusema Bwana akiita saa yoyote niko na utayari wa kuondoka. Saa akiita saa yoyote niko na utayari wa kuondoka. Wengi sana wakiitwa na Bwana wanasema ngoja nikatafute mchungaji. Kama yuko mbali fanyaje? Fikiri tu peke yako. Alafu ghafla naye anabadilishwa, anaondoka. Na wewe hujui kuendesha, ghafla mwenzako hayuko. Unaachiwa tu muziki, shangili. Wakati unahangaika, gari inapata ajali.
Wakati ya kwako imepata ajali, na ya mwingine imepata ajali, na ya mwingine imepata ajali, na ya mwingine imepata ajali. Unasema unajuaje? Kwa sababu ninajua wakati Yesu karibu anarudi, tutakuwa na watu wengi sana waliookoka. Tutakuwa na watu wengi sana. Ndicho tunachoomba. Rapa kanda raba saka. Fikiria unyakuo umetoka, kuna kikao cha bunge. Alafu ghafla unyakuo umetokea. Ukiona wameitisha kikao cha dharura, ujue wamebaki. Watajaribu kuisemesha serikali itupe majibu. Tunasikia hivi vitu vilivyotokea. Tunaipa serikali siku 7 watuletee majibu bungeni. Ukiona huyo anayetoa oda namna hiyo, ujue amebaki. Na hakitakuwa kitu chepesi. Hakitakuwa kitu chepesi. Kama umebaki, alafu umeamua kukimbilia kanisani, ukimkuta mchungaji ujue amebaki. Watu wote wengi watakimbilia kwenda polisi, kwenda kutoa ripoti watu waliopotea. Ukienda polisi ukapokelewa, inamaanisha amebaki. Na utakuta na wengine wengi sana, na wengine wengi sana. Atakuwa anauliza kutoka kwenye counter, na wewe ni shida hiyo hiyo, ndio wa kwangu amepotea. Na wewe ni shida hiyo hiyo, ndio wa kwangu amepotea. Na wewe ni shida hiyo, basi tafuta kalamu na karatasi, andika wewe mwenyewe. Sasa hapa nimeshazidiwa, kila andika maelezo vizuri. Andika maelezo vizuri, niachie hapa, alafu tutaendelea na upelelezi. Ghafla uko juu kwenye serikali, wanapata taarifa kwamba kuna hali mbaya imetokea. Kwa lazima kuwe na tamko la mkuu wa nchi wa wakati huo atakayekuweko. Kwa ukiona wimbo wa taifa unaimba, alafu kama wataongea kama walivyokuwa wanaongea zamani, ukisikia wanasema ndugu wananchi, akishasema namna hiyo ujue amebaki. Tunacheka, lakini this is serious business. Ujue amebaki. Ndugu wananchi, tumepata taarifa ya mambo yaliyotokea. Serikali yenu inawapa pole sana, lakini tumejipanga kuhakikisha kwamba tunafuatilia hili jambo vizuri. Nimeunda tume ambayo itafanya hii kazi mara moja na ilete majibu, na mwe na hakika nitawapa hayo majibu. Ataanza kutaja wajumbe walioko kwenye tume. Alafu ukisikia anasema tumesikia tetesi kwamba hili jambo linahusiana na vitu ambavyo vimeandikwa kwenye Biblia, na tumeona kwenye tume hii awekwe na askofu fulani, ujue amebaki. Kandaraba shako. Rapa kandaraba saka. Ukikuta waombaji asubuhi yake wanaitana twende tukaliombea hili jambo, ujue wamebaki. Uwe na uhakika kuna watu watataka kujiandikisha kongamano la mwaka huu la maombi, lakini wengine hatutakuweko. Haleluya. Tunasoma tu habari za unyakuo, lakini sio kitu chepesi kama tunavyosoma. Fikiria nyumbani kwako, mmefanya sala ya jioni vizuri, mmeagana kwenda kulala. Unaamka asubuhi, kuna watu waoni. Unatizama kama wameondoka, funguo zote ziko ndani. Unaenda kwenye vitanda vyao, unakuta mapajama yao yako pale kitandani na viatu vyao viko pale. Unafungua kwenye makabati, hawajachukua hata kitu kimoja. Na hujua wameenda. Utayakumbuka haya mahubiri kwa sababu hukujali wokovu. Utayakumbuka tu hayo mahubiri, utayakumbuka tu.